Yeye ndiye jalali halali, nimfananishe na nani? Anaona yako hali, yeye ndiye jalali dayali, atakushughulikia jamani. Mpenzi msikilizaji, mtazamaji, ukiwa katika mahali ambapo upo, leo ni tarehe 14 kama kawaida, mwezi ni wa Januari mwaka 2025. Utaniita Niza Junior, South African the best voice in the coastal region. Hapa ndio ndani ya mitandao ya PUSM Pwani University Students Media. Ndani ya kipindi kizima kwenye studio zima ninaye mwenzangu hapa. Karibu bwana. Asante sana. Inakuaje? Nashukuru sana. Tunashukuru Mungu tumeona mwaka mpya. Tunarudisha shukrani. Asante sana. Basi kwa upande mwingine unaweza ukawaambia wasikilizaji, watazamaji wetu majina yako kabla tujaweza kuanza kwa kipindi chetu. Okay. Jina langu kamili ni Emmanuel Ajemo. Ndio jina la wazazi. Kuzaliwa. Ndio. Ila jina langu la usanii ni Emmanuel Blessed. Asante sana. Basi mpenzi msikilizaji, tukiwa tunapatana katika kipindi cha safari ya muziki ya mwenzetu hapa, amesema anaitwa Emmanuel. Basi kwa dakika kwa muda mfupi tu bwana Emmanuel, unaweza ukatuelezea Emmanuel ni nani? Emmanuel ni mzaliwa wa Pwani, aliyelelewa katika usanii. Naanza sanaa nikiwa mdogo, umri wa miaka 12 nilianza sanaa. Ndio ukuaji wangu nikaendelea na sanaa kwa sababu mzazi wangu, mama haswa nilijifunza kidogo kutoka kwake, ila rap, kuimba, zote hizo nafanya. Na sana nafanya nyimbo za injili, modern gospel. Hapo ndo nime specialize sana. Na pia mimi ni songwriter, kando na kuimba peke yake, siimbi peke yake, ila pia naandika nyimbo. Naam. Naandika nyimbo za injili. Ndio. I am a qualified songwriter. Basi unaweza kutuelezea mambo kuhusu unasoma wapi? Wewe ni mwanafunzi ama si mwanafunzi? Unafanya kazi ya muziki tu? Kazi ya muziki ni talanta. Ndio. Kipawa hicho Mungu amenipatia. Ndio. Ila pia mimi ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Pwani. Unafanya kazi gani? Mimi mwalimu wa historia ya Kiswahili. Taaluma ya ualimu hiyo. Basi tukiweza kuangalia, umeweza kutuambia ulianza kuwa na muziki kwenye umri wa miaka 12. Hii wanamuziki ilikujia vipi? Ulisoma kutoka kwa mama, kwa sababu umetambia mamako ni mwimbaji pia? Ulisoma kutoka kwa mama ama ni talanta ilijitokeza? Kama ni talanta ilijitokeza kivipi? Ulianza kuandika tu ama ulikuwa unasikia muziki na kukujia unaanza kuimba? Hali vipi? Talanta ilikuwa toka kitambo. Si kitu cha kulala kuamka uko nacho. Niko na talanta. Nilikuwa na I was shy. Nilikuwa naogopa. Unaogopa. Maybe nitaimba vibaya, maybe lakini nilijua najua kuimba kipindi ilianza kuandika nyimbo zangu za kwanza. Na nilikuwa na rafiki yangu mmoja nitamtaja, anaitwa Ala. So Ala nilikuwa kila nikiandika wimbo lazima nimwimbie. Sasa kuna venye aligundua hizi nyimbo zenye naimba zinaweza impact other generations, kama tunapeleka kule kusoma bali si kuburudisha wanafunzi. Hiyo hali walichukulia namna gani? Sana kwa wazazi. Unajua sana nilikaa na mama. Mama alikuwa kwa usanii kidogo, so anaelewa. Ndio. Sasa hakutaka nikose vyote, alitaka nipate vyote. So yeye alikuwa akinihimiza kila wakati kwa kando na usanii pia masomo nilikuwa vizuri na niko vizuri. Shuleni nilikuwa nafanya vizuri na hadi tuzo. Ukiweza kurudi kwako, umesema miaka 12 pale ndio ulikuwa unaanza hii shughuli. Labda unaweza ukatuguzia tu kidogo tusikie ile burudani ya wimbo wa kwanza ambao ulianzia pale katika ile miaka 12. Anaona yako hali, yeye ndiye jalali halali, nimfananishe na nani? Anaona yako hali, yeye ndiye jalali dayali, atakushughulikia jamani.
Bana shikilia hapo Emmanuel, shikilia hapo bana. Hapa pia nitakipata nimeingia kwenye wimbo wenyewe. Niko na nyimbo 55. Muziki ni burudani na burudani ni muziki. Basi hizo 55 ngapi umeweza kurekodi kwenye studio? Zenye nimerekodi kwenye studio nyimbo 4, lakini kando na hizo kuna zenye pia niliandikia makundi. Ndio. Sasa ni nyimbo nyingi, studio nimeingia sana. Sawa basi ikikumbuka kuwa umesema huko katika chuo kikuu cha Pwani unafanya taaluma ya ualimu. Unashikanishaje hayo mambo mawili, mambo ya muziki na mambo ya masomo? Ndio. Swali zuri sana. Ndio. Swali zuri. Hapo unaweza kujibu hivi. Timetable yenye iko nayo, ile ratiba pale. Ratiba. Kwa hiyo miaka yote yenye umefanya uimbaji, ndio. Uimbaji umeweza kukusaidia vipi? Kwenye malipo, kwenye tuzo, katika nafasi zako za kutembea kila mahali, labda umeweza kuzuru katika maeneo tofauti tofauti. Uimbaji umekusaidia vipi kwenye hii dunia? Kitu cha kwanza chenye uimbaji umenisaidia ni unajua hela lazima utapata. Hela ni kitu cha kwanza. Umepata milioni ngapi? Hela ni kitu cha kwanza sana katika uimbaji, lakini si kitu kikubwa. Kitu kikubwa chenye nimepata katika uimbaji ni kuweza kutangamana na waimbaji wakubwa. Yako ya uimbaji yako namna gani? Ninakumbuka siku moja nilikuwa tunapiga sherehe mahali fulani. Kuna watu tofauti walikuwa wamealikwa. Unajua ukiwa na sherehe utaalika watu wa kanisa, watu wengine waendi kanisa kwa sababu sisi wote ni watu. Unaalika Waislamu, watu wanaenda kanisa na wengine waende. Kwa hivyo sasa ikawa watu fulani walikuwa wamechelewa kidogo. Kuangalia hivyo wakasema, "Bana wale ni watu wa kanisa, mimi siendi huko kwa sababu siendi kanisa." Wewe wanakufahamu kama mwimbaji wa nyimbo za Injili, gospel song. Unashirikianaje na wazako? Sana kwa sisi vijana, najua vijana tuko tofauti. Ukiangalia muziki wangu sana umegusa lugha ya vijana. Ndio. Nzuri. Ndio. Mimi ni mtu mcheshi sana, najua kando na hata uimbaji ni bado ni mwanafunzi na pia kwanza hata wengi wao wanakuja katika. Ndio, kwa sababu kando na sanaa mimi ni mtu wa story sana. Ni mtu wa story. Sasa Bwana Emmanuel, tukizidi kumalizia kwa sababu ya wakati, wanasema hawa Wakristo wakati mwingi husema nyimbo inatumika kueneza Injili, si ndio? Kwa hivyo ni njia zipi ambazo umetenga ama unataka kufanya ili kuweza kueneza hii Injili? Njia zenye nimetenga kwa sasa ni plan tu, bado sijatimiza. Ndio. Ila tuko kwa mikakati ya kwanza. Kuna shows zinaitwa kama ibada ya mtaani, ambapo unaenda mahali tu imendi kwa street fulani. Ndio. Watu waguswe, watu wabarikiwe. Pia tu vijana wengi, lakini kila wakati unazungumzia kuhusu vijana hawa majenzi na wengineo. Sasa itakuwaje ili kuweza kuhakikisha kwenye nyimbo zako kila rika inaweza ikasikiliza? Kwa wimbo si verse moja, wimbo ni verse kadhaa, lakini zenye zinagusa watu wote. Sasa katika mitandao ya kijamii, TikTok ni Emmanuel Blessed, YouTube ni Emmanuel Blessed, Facebook ni Emmanuel Ajemi. Asante sana mpenzi msikilizaji kwa kuweza kukaa na kufuatilia katika kipindi kizima. Basi zidi kutufuatilia katika mitandao yote ya kijamii, ukianza na YouTube Pwani University Students Media. Wako mtangazaji naye za Junior Sauti ya Nyikani. Tupatane katika siku nyingine. Asante. Asante kaka.